simu yake naipigia haipatikani. Napata wapi hiyo amani ya kuingia ndani kupumzika kaka? Take care. Hao wanaume wapo. Unataka kufanya nini? Yaani kila wakati upo busy. Zimefika 90%. Kuwa utanyonya. Alafu mwisho picha mimi sioni kwamba nitanyonya au nini, inakuwa nifezea mjomba. 11 ili mishe haifai, wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Hii ni mission 11 mission 11 ili mission 11 mission 11. Ujuzi wangu wa hali na kazi kufanya kazi inaonekana mtu ameshapoteza maisha. Masaa 12 sasa ndio pita. Chanzo kikubwa cha kifo chake muda wa kulevya. Ametumia kiasi kikubwa sana kiasi kwamba ikapelekea kupoteza maisha kwa haraka. Kitaalamu zaidi tunaita overdose. Mimi nafikiri kwa uchunguzi zaidi na kwa matokeo mazuri mwili wake upelekwe maabara niweze kupatia majibu mazuri zaidi. Lakini mkuu, kuna hii kupona hapa nimekuta na tukio. Sasa sijajua ina maana gani na kifo. Kama alivyosema daktari, ni vizuri mwili uende maabara uchunguzi zaidi. Pengine kuna kitu kingine cha ziada ambacho kimemua huyu. Sawa. Asante naye. Piga simu kituoni, tupate gari kwa ajili ya kuona. Sawa. Oh yeah. Kuna watu wanaromba ya kiasi haifai, wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani. Nini hasa kimepelekea kifo cha Genge? Hata mimi pia najiuliza kama unavyojiuliza wewe, kwa maana nikikumbuka katika kumbukumbu zangu wakati nafika pale maskani pale, baada ya muda kuna kimvuli nilikiona kikipita, ili nitengenezea mashaka kidogo na wasiwasi, na ninachokiamini nafikiri kuna watu watakuwa wanatufuatilia. Mjomba, pia umakini ndio unahitajika hapo. Pia tuhakikishe tunampata huyo mtu kabla polisi hawajampata. Ndio hicho nachokiongea, upo sahihi kabisa, kwa sababu kama tukiruhusu serikali wakiingiza mikono katika jambo letu itakuwa ni changamoto sana. Alafu mkuu analihitaji lile begi, kwa hiyo hakikisha lile begi linapatikana, maana lina siri nyingi sana. Sijawahi kulemba mwandiko katika somo la Emla ashpapi ashpinyo Texas. Haifai, wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Hii ni mission. Kimemkuta nini? Nani alifanya hivi? Mission 11 ili mission 11 mission. Vipi shemeji, unaendeleaje na hali?
Nashukuru kidogo japo shughuli. Usijali shemeji yangu. Mimi na imani askari ni wajuzi wa haya mambo. Watafanikisha kila kitu kuhakikisha haki yako inapatikana. Ningeshukuru kama mzogo wangu wa maji ungeni. Nafikiri ingekuwa ndio awamu ya kwanza na mwisho kufika kuja kufanya biashara huko. Nitakuwa nauzia kule tu mkoani. Nimekimbia wanangozi na madalali. Kuja kupata nusu huko mjini. Hapana, usiseme hivyo shemeji. Kila kitu kitakuwa sawa. Mimi na imani Allah ndo anapanga kila kitu. Yeye ndo anajua nini afanye kwa muda gani na kwa sababu gani. Kwa sisi tuzidishe dua tu, madini yatapatikana. Na imani katika Allah. Mission 11 ili mission 11 mission 11. Mbona nilifanana lakini mission 11 mission 11 ili mission 11 mission 11. Samahani, kuna kitu nataka nikuombe. Niambie tu ndugu wangu, wala usijali. Nilikuwa naomba ruhusa. Kesho natoka mara moja. Unaomba ruhusa? Ruhusa nini tena kwako? Alafu ndugu wangu, usimejelewa kuwa wewe ni mtoto wa kike. Hizo ruhusa kila siku kutoka mara uende wapi mara wapi, mimi sihitaji. Sawa? Huko nje kumeharibika sana. Hii dunia imeharibika. Unatakiwa kuwa makini sana. Wewe una ndoto, unatakiwa utimize mambo yako. Lakini dada, Lakini nini? Nimemaliza. Mimi hapa sitaki utoke. Yaani sitaki uende popote pale. Sio, umenielewa? Nimemaliza. Mission namba 11 imekuwa ngumu bado. Inavyoonekana huyu pia sio hivi. Kwa uchunguzi tuliofanya, huyu pia na bosi wake. Sawa, basi kama ana bosi wake, huyo pia atumike kutufikisha kwa bosi wake. Lakini nahisi huyo ndio MV. Ila fanyeni chapu, kuna mission nyingine mezani hapa. Mission 11 ili mission 11 mission 11.
Sawa mkuu, picha nimeziona. Kinachofuata hapa ni kazi tu. Sawa mkuu, nitagawa majukumu. Sasa hivyo bizo ulokuwa nao utaolewa kweli? Maana mume wangu mimi muda wote yuko bizi, hajali hata kunihusu mimi. Hamna bwana, usiseme hivyo. Sema tumekula kiapo cha kulinda watu na mali zao. Kwa hiyo ni lazima tufanye kazi kwa hakika zaidi, na ukizingatia kazi zetu ili upandishwe cheo ni lazima ufanye kazi kwa bidii. Kumbe mnapanda cheo kwa shida mpaka mnasahau ndoa zenu. Unajua kuna wakati mimi najuta kwa nini niliolewa na askari. Askari asiokuwa na muda na mkewe. Yaani kuna muda natamani hata nyumba yangu iwe inalia hata vitoto mule ndani, lakini wapi? Kila kirudi niko busy. Sema tumefunzwa hivyo na kazi zetu pia zinahitaji tuwe hivyo. Ila vumilia, kila kitu kitakuwa sawa. Mwenzangu, kuna wakati unafika uvumilivu unanishinda. Namvumilia mtu ambaye havumiliki. Kila kirudi mimi nimechoka na kazi. Kweli jamani, ungekuwa ungeweza. Na ndio maana bado hujaolewa hapo. Kumbe ukijiuliza mimi afande nalinda mali za raia kweli? Haya bwana. Mimi ngoja nikuache. Ya kiasi haifai, wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani chui. Ninachokihitaji mimi mjomba ni kunyoosha maelezo tu, na sio mbengele wala pangala kubambia. Kinga kwa umenielewa wewe? Osha maelezo. Bro, mimi sijui kitu chochote bro. Ningekwambia. Kumbe wewe unataka. Ndio yote. Nimekwambia nyoosha maelezo. Unanionea bure tu. Sawa. 11 ili mission 11. Ni mwenzako huruma sio malezi kumba mbinyo. Wachukulia poa, nitakuvunja kweli miguu hiyo mbwa. Tajiri. Sasa unajua nini hapo? Meo mchizi boti, unajua dakika mwisho nimepima katika vipimo vyangu vyote maendiseti. Mchizi boti anaonekana hana kitu. Ajiro lolote yani ile kwamba kinabo mmoja mbwene Isaya, yani unajua koloni kama ni kopo la chooni unalitumia alafu unaliacha huko mjomba. Nini? Kwamba sio yeye. Mission 11 ili mission
Mission 11, Mission 11.